Amina. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki mno. Somo letu leo linaitwa fahamu siri ya muda wako binafsi na Mungu. Neno la kusimamia tutapata katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 8 mstari wa 1. Neno la Mungu linasema hivi: hekima ya mtu humng'aliza uso wake na ugumu wa uso wake kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe hatung'ai kwa sababu tuna fedha. Bwana Yesu asifiwe. Tunang'aa kwa sababu siri ya Mungu iko pamoja na sisi. Na kama hauna kitu unachokifanya mbele za Mungu, hamna kitu ambacho anakusemesha kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anatusemesha mambo mengi sana, lakini tunajua ni mawazo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Laiti tungesimama na kile kitu ambacho Mungu anakusemesha kwa ujasiri, ungeona siri ya Mungu inapofanya kazi pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anaweza kukusemesha kitu kidogo tu kukifanya, ukaona mbona hiki kidogo sana, kwani hiki tu ndo Mungu anataka nifanye. Lakini hapana, simama nacho kwa nguvu kile kile. Kwa hali yoyote unayokuwa nayo wakati ule anapokusemesha, simama nacho, utauona mkono wa Bwana katika hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Siri za Mungu zinatenda kazi pamoja na wale waliofunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu anakufunulia kitu alafu unaona ni wewe mwenyewe, basi huwezi kuona siri ya Mungu, wala huwezi kuona kufanikiwa, huwezi kuona kung'aa. Tunang'aa vile tunasimama na kile Mungu anachoachilia katika mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina uhakika mtu yoyote hapa, kila mtu kuna kitu ambacho Mungu anaachilia ndani yake na anampa kukifanya. Ila kwa sababu hatuamini, kwa sababu unaona ni mawazo yangu, kwa sababu unaona ni mimi tu wala sio Mungu, unaacha kukifanya. Basi unapishana na ile siri, unapishana na ule ushindi, unapishana na yale mafanikio ambayo Mungu anakusudia kwako. Ukiwa siri ya muda wako binafsi na Mungu, inakuwezesha wewe kutembea kwa kukaa na kuhifadhi upako wa Mungu ndani yako. Tusome katika kitabu kile cha Mathayo 3 mstari wa 11 na wa 12. Unapofanya hata kama kwa udogo, hata kama unaona kile kitu ni kidogo sana, Mungu si amekusemesha fanya. Ukifanya anakuongeza na kingine, lakini usipofanya anakunyang'anya hata kile ulichokuwa nacho alichokupa, kwa sababu hakifanyi kazi. Tumejifunza kwa habari za wale watu waliopewa talanta. Mwingine akapewa 5, mwingine 3, mwingine 1. Lakini yule wa 1 hakuzalisha kabisa. Wale wenzio wakazalisha, akanyang'anywa hata ile aliyokuwa amepewa. Kwa sababu tena akasema, mimi nimeona wewe Bwana hukusanya usipopanda, usipotawanya, huvuna usipopanda. Talanta yako nilifugia hii hapa, chukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ndivyo anavyokuona wewe anapokusemesha kitu, halafu unatukua na sababu nyingi, halafu unaona ni wewe mwenyewe. Atachukua hata kile, utakaa bila kuwa na kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu vipawa, karama tulizokuwa nazo, tunaposimama nazo sawa sawa, Mungu anatuzidisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atatusaidia, Mungu atasimama na sisi, na tutaona ajabu za Mungu kama tutatii, kama tutafanya hivi Roho Mtakatifu anavyotufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama, tusome kitabu cha Ayubu 29 mstari ule wa 4. Anasema, kama nilivyokuwa katika nyakati zangu za kukoma, hapo siri ya Mungu ilipokuwa hemani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hapa Ayubu alikwenda peke yake, hakuwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu changamoto aliyokuwa nayo, mke wake alikuwa hawezi kuijua sawa sawa, na alikuwa hawezi kuitatua. Ndio maana hakumshirikisha, ameenda yeye kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati wa kwenda wewe kama wewe mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
ndipo utakapoona ushindi. Ushindi wako unapatikana hapo kwenye siri ya kutenga muda wako na Mungu. Pale unaposimama wewe kama wewe, pale unapoenda mbele za Mungu wewe kama wewe, na Mungu anakuangalia, na Mungu anakusaidia, na Mungu anasimama na changamoto zako kwa nguvu, kwa sababu uwepo wa Mungu unakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu atubariki sana. Amen.